jina la Kristo ninayemhubiri, maji yanageuka kuwa damu ya Kristo. Ukiyatumia ni dawa, unapona na Bwana anakusamehe. Ndio maana naomba nawe chukua maji yako. Hauna maji, nyosha mkono wako kuelekea hapo. Baba, katika jina la Kristo uliye hai, Kristo omnipresent, najivunia Kongo, Kristo wa Kongo uliye hai. Kwa Mnyarwanda wa Rwanda aliye hai, wa Uganda, wa Tanzania aliye hai, wa Amerika, wa Ulaya aliye hai, Australia aliye hai, mahali popote ulipo, iko omnipresent. Baba, asante, wamesikia neno lako, umenituma niwaambie ili wafunguliwe. Sababu ulituma neno ili wapone. Naomba Bwana waponye kila mmoja maisha yake ya kiroho na kimwili. Kuna wengine wanalia, wanakosa mabwana, mabibi wazuri washakosa kuolewa, ndio waliharibisha maisha nao. Wasamehe Bwana, wajibu sasa, waponye Bwana, wajue Mungu wa kweli amefika. Bwana, na Kristo mwenyewe ulisema duniani hakuna anayekuja kwako asipovutwa na Baba. Baba, vuta walio wengi kuja ndani ya neema ya familia, wapiga mapepo, wache kupigwa na mapepo. Sababu wewe huwezi kumtuma mtu bila kumpa amri ya kutoa pepo wachafu. So pepo wachafu ndio maadui zetu wa kwanza. Na ulisema toeni bure kwa kuwa tulipokea bure. Lakini madini ya leo watumishi wanaanza danganya watu watoe pesa, njoo waombe, njoo wapate deliverance. Banaanza uzisha na deliverance na miujiza. Na japo hapana nayo, kumbe mtumishi hajua tendalo Bwana. Tumesikia Baba na tumelapa, hatutarudia kwao tena. Na waza na ndugu yangu umeapa hivyo. Ndio maana Bwana akuponye, akutembelee leo, akuguse, aingie ndani yako na ndani yake. Bwana, msalabani unasema yote imekwisha. Kwa neno na mapepo vikaisha. Natangaza leo, yote vimekutesa vya shetani viishe ndani ya maisha yako, visikuonake tena. Nani kama Baba? Uko Mungu Bwana. Walikupiga mkuki ubavuni, maji yakabubujika. Mwanaume namna gani? Pali damu ivuye, maji jua yanabubujika, kumbe ni mwamba ulio imara, maji ya uzima. Maji ya uzima. Ingia ndani ya kila mmoja na moyo hana maji. Ingia Bwana. Kila mmoja asikie sauti, ingia ndani yake. Kama alikuwa na magonjwa ishe, damu chafu ishe, iwe sida iwe biishe. Maji ya uzima ingia ndani ya vyombo vya wale wamejiandaa, na maji yote ya nchi, tangu nyumba ya Baba wa taifa mpaka mwisho. Ingia Bwana. Watoto wako wanapoyatumia, kaa ndani yao na ndani yako. Kila kilichokufa ndani ya kifufu, kile chote kiliharibika kipate nafuu na afya. Kile kiligonjwa kipone katika jina lako Kristo. Nani kama wewe Baba? Asante kwa kuwa uko Mungu mwema, mtamu sana. Acha waonje utamu wako Bwana, na kila mmoja akutamani na amue kusimama neno lako. Umesema atakaye kudharau utamfanya kuwa si kitu. Amekudharau muda mrefu Bwana, wasamehe na ungama makosa na dhambi za nchi nzima. Wasamehe watoto wako wanaonifuata. Bwana, ule alikuwa amekuwa si kitu, mrudishie Valere Bwana. Mrudishie Valere, ametubu leo na kuziungama. Bwana, wasamehe watoto wako, wakubali. Wanapoyatumia Bwana, kaa ndani yao, wakuone na ndoto zibadilike na maisha badilike. Elia kwa shida alikuita ukamtetea. Tetea watoto wako Bwana. Ulimaliza maadui zake kwa moto. Moto wako ushuke, uteketeze kila shida ndani ya mtazamaji na msikilizaji wangu. Watetee Bwana, wapiganie. Iwe bimaride ni famde ni vilungule leo. Pepo zote zilungule na ziwache. Magonjwa yalungule na ikuache. Umaskini ukuache. Wengine wamehubiri na kudanganya. Hakuna deliverance ya umaskini, sababu ni wachawi ndio wanaiba nyota za watu. Mtu akishaibiwa nyota, atachuruzi, atafanye nini, hawezi endelea. Ndio manomba maitwale zao zirudi Bwana. Chochote watafanya wafanikiwe katika jina lako Kristo. Bwana, ulivyomtetea Elia, watetee Bwana. Moto wako umalize maadui wote. Iwe magonjwa, iwe mapepo, iwe maadui zako waishe kwa moto. Basi niweke vichwa tena. Ni neema ukombozi. Haleluya. Baba, siku ya Pentekoste ulimwaga roho yako juu ya wanafunzi wako. Naomba Roho Mtakatifu ashukie kila mmoja. Kokote atapita nifanya maexplore. Mjaze na Roho Mtakatifu. Kokote atapita Bwana, moto wako udhihirike. Walozi wasikuzoe tena. Mapepo zaanze kukimbia. Shetani akukimbie moja kwa moja. Sababu kwa mlima wa Karmel Elia aliwaambia wasibadanganye tena ama mbwa mwitu, manabii wa uongo. Na wote kule walipoona moto umeshuka ukateketeza kila kitu, walisema Mungu mzima ametujia. Kwa mlima wa Karmel Elia akasema wakamateni ama bandi wa mbwa mwitu. Bali wapeleka kwa mto Kishoni, Elia walikata vichwa. Biblia inasema damu yao ilibubujika kama mfereji ya maji. Kila mbwa mwitu wa maisha yako, kila adui aliyekudanganya na kukupotosha, nafungula matanga kwao. Basi danganyake mtu mwingine tena, na basi kuchezee tena. Uligeuza maji kwa divai kwa harusi ya Kana, maji yote nageuza kwa damu yako Bwana. Na damu ya nchi nzima.
yote watoto wako wakiyatumia wasamee makosa na dhambi. Na wale wamegonjwa wapone leo, na kila laana iliyokufuata sababu ya dhambi na ivunja isikuonake tena. Bali walozi waliokuloga bali na mikosho warudi mara elfu, kufa na wafu basi logake mtu mwingine tena, bali kwako mwana wa Mungu, huyu Mungu mzima akurudishie sura na mfano wake, utawale kulingana na neno la Bwana katika kitabu cha Mwanzo 1:26 Genesis 1:26. Bwana amekuumba kwa sura mfano wake ili utawale kila kitu cha chini ya maji, angani na juu ya nchi. Acha utawala ukurudie tena, usitawali wake maisha. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Wewe na kizazi chako mwema Mungu kila kwa mtapita tangu sasa na hata milele. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mchungaji wako Mlindo wa Shiri. Nakupenda sana. Kuzimu wapendwa asipopenda, neno litahubiriwa na Kongo yetu ishafunguliwa. Shetani hana nguvu juu yako tena. Bwana kuinue. Tunakukaribisha kwa mji wa makimbilio. Njoo. Kila siku hapo utakuwa unasikia address yetu. Njoo na Bwana akubariki.